wa mwana wa pendo lake ihitajika damu, kwamba uweza ule ule, nguvu ile ile iliyotumika kuwahamisha wana wa Israeli ya damu, ambayo hiyo ilikuwa na mpointi Yesu Kristo. Akaja halisi, akaacha enzi, akashuka mwenyewe, akauvaa mwili awe halisi, tumuone kwa macho ya nini? Ya nyama. Akapanda msalabani, sisi tu tuko mbali, ihitajika damu yake, kwamba pale njia hakuna. Inakuwaje? Na Farao ameamuru jeshi lake wafanyaje? Wafuate, maana tunaenda kuwarudisha. Tukakuta kwamba katika ile harakati ya kujadiliana pale wanatoka vipi kuvuka pale, tukaona makundi mangapi? Manne. Sema kwamba katika ile mjadala, kundi la kwanza sema jamani, hapa cha kufanya tu mambo yasiyo mengi. Yule jamaa tu anasema sisi tufe tu baba, yaani tujinyonge. Nasema kuna watu katika maisha haya wanapitia katika changamoto, wameokoka, wamekombolewa, lakini wanapitia kwenye shida na changamoto mbalimbali ambazo inafika tunasema kwamba hakuna namna, ni bora nife, ni bora nijiue, niondoke. Nikasema kwamba kujiua sio jibu. Aliyekuokoa, aliyekusababisha uwepo, anakusudia wewe. Kundi la pili nasema kwamba tupigane, kwamba tunakuja sisi tushaachiwa, tuko huru, basi fanyaje? Tupigane. Kuna watu katika changamoto hizo wanataka fanyaje? Kupigana. Tunaona kwamba kumbe kupigana pia sio suluhisho la migogoro, sio suluhisho. Kumbe ni mimi kuangalia njia bora zaidi ambayo inaweza kunisaidia kufikia hatima ambayo Mungu amenikusudia mimi. Hatima yao naweza ilikuwa kutoka nchi ya Misri kwenda nchi ya Hai. Ndio ilikuwa hatima yao. Hatima haikuwa kupigana. Unapopigana na mtu unarudi nyuma, anakupotezea muda. Kama wamefunza mtu yeye tunasema hivi, kila kitu kimefungwa na muda. Unajua issue ya muda, nikwambia hivi, muda ndio uchukulia poa, lakini sio kitu kuchukulia hivi. Kuchukua bando la wiki inazidisha sekunde, kuchukua bando la wiki inazidisha sekunde. Ikifika pale ukazembea kutumia ile bando, ikafikia mbele kama sekunde kadhaa hivi, afu unaanza na bando ndio umeliwahi inabaki. Lakini tumetumia muda mwingi kufanya vitu ambavyo havifai maishani mwetu, havina msaada wote. Lakini usijue kabisa kwamba lile bando lako lile, hata ile bando la Vodacom lile, achana hilo, kila moja na bando lake, yaani kila moja na bando na uzabati ulijui. Yaani ukile bando likijishasha ya fulani amefurahi tulikuwa na ni kweli ulikuwa naye, lakini bado ulikuwa umefikia mwisho. Mbona bwana kifurushi kifurushi kimefikia mwisho. Ni kweli mlikuwa naye kabisa, ulikuwa unahamisha, si ulikuwa naye, lakini unajua ana bando. Kwa hiyo ukijua kama ana bando, ana kifurushi, hauna kushuka. Kila mtu ana kifurushi chake hapa, lakini hicho kifurushi tumepewa kwamba lile kusudi ulilopewa limeunganishwa na nini, na ile kusudi limeunganishwa na hicho kifurushi. Kwa hiyo ujue kusudi lako, ujue kusudi lako, ule muda unakwenda na ile kusudi. Muda ukifika, kifurushi jamani, ukikitumia kusudi hakiishi.
Narudia. Kifurushi. Umenunua kifurushi cha 10,000 na nako unaipenda. Kifurushi cha 10,000 cha mwezi. Haujakitumia. Mwezi ukisha kinaendelea kukaa. Ndio kuna vitu vinakuja katika ulimwengu wa mwili wa kawaida ili tufunguke tuelewe kwamba hata maisha yangu ya kawaida haya nayoishi, nimezaliwa, nipo, upo kwa kusudi. Ile kusudi lako ujue usijue linaunganishwa na nini? Na huo muda. Huo muda umeutumia vibaya, umetumiaje? Unajua wewe. Ndio maana nasema kwamba tukomboe wakati wa kujua mapenzi nani. Kumbe tunataka kukomboa tu wakati kwa kujua mapenzi nani ya Mungu. Sasa usiishie kuyajua, hata ndio uyaishi. Sasa tunajikuta lile bando lile tunaondoka linaenda, hujui maana naje. Tulikuwa nayo bado limefanyaje? Kwa hiyo utaona mabando mengi ya watu yamekatika, yameisha, hakuna kilichotokea kwa sababu hatujui muda kama umefungamanishwa na maisha yetu. Kwa hiyo kama watumishi wa Mungu tuliokombolewa kwa damu Yesu, ni kwamba tujue hatima za maisha yetu zimefungamanishwa na muda. Unapopita kila mtu upitie. Wakati wa mpito ni wakati wa mtu kudharaulika. Lazima ukubali kwamba mimi hapa napita, sio nimefika. Ninapita ila sijafika hapa, kuna sehemu ninakwenda. Na kweli utavuka katika hilo. Lakini sasa kama unaigiza, unaishi na bongo movie mwenyewe, hautoki. Kumbe tukubali hali zetu, tukubali kwamba mimi niko hivi, ujipange, tulia, panga mambo vizuri katika hiyo hali yako ya chini, si ya kwako. Kwani ya nani? Umeyasema kwa mtu? Unatulia hapo. Alafu taratibu utainuka. Lakini huwezi ukainuka wakati unaigiza, yaani hauishi uhalisia, wakati kanuni hazina maigizo. Tutamlaumu Mungu bure. Bilioni 2 ni sifuri, yaani bilioni 2 ni sifuri, yaani hapo tutamlaumu Mungu bure. Yaani wewe ngine katoka bilioni 2 baki unataka hicho kitu kwa ni 3 ili na umetoa. Wapenda naishi duniani. Yaani hatuko mbinguni. Tupo? Yeah. Kwa hiyo zile kanuni tuzitumike. Tukubali hali zetu. Kwamba mimi hali yangu ni hii hapa. Watakusemaje? Watakupenda kwao? Unaona kwa leo mwaka kutoa methali hatuni nyumbani kwako. Huyo ambao unafanya anakusemaje? Aisha kwamba sasa tufahamie kwamba salamu ya kusema hapa naondoka. Lakini sasa wewe sasa ili inaonekane mwamba. Nenda kufanya mpiga mzinga, yaani una mitendo vitu sawa ambavyo havipo, sio wako. Kwa hiyo tukidharau aibu, tukakubali hali zetu, kwa mimi hali yangu, mimi nakwambia, ukikubali hali yako, kwa mimi hali yangu ni hii, na ukaanzia huko, nakwambia ni habari tu ya nini, ya muda, utaona matokeo. Na watu wakasema jamaa katoka vipi? Kumbe alikubali kuishi uhalisia. Ukiigiza utaigiza, mwisho wa siku finali wapi? Yaani unaweza kuona yule hukui, ni kweli unaona hukui, lakini magari ndio wako katika wapi? Unaona hukui, magari ndio wako katika wapi? Yaani unaangalia unaona cheke, mwanangu ndo kafika hapo. Mimi ndo naondoka hivi. Sasa kama tujafika huko kwenye finali,
tuchunguze mambo yetu huku mapema.